Yes, and I hope you have had a fantastic week. Welcome back. This is the Boys Arena kama kawaida. Na kumbuka EPL ilikuwa imetoka short commercial break, but finally it is coming back this weekend with match week 12 at exactly 15:30 PM. Tutakuwa tunampiga mechi ya kwanza ya match week 12, na today in the studio I'll be your host Osano Frederick, na niko na mwenzangu hapa Ian Collins atatusaidia kuchambua hizo mechi. So we'll go just straight into the matches. The first match at exactly 3:30 PM. Burnley will be playing against your favorite team, that is Chelsea Football Club. What are your prediction about this game? Mtakuwa mnacheza away. Chelsea tu kichwa hapa, kuna mambo mengi. Burnley naye City imekustua, ingekuwa ni Sunderland tungestuka, lakini ni Burnley. Burnley, you should not be afraid. Hiyo ni 3 points, but nimeangalia recent game head to head, tulidraw the last time we met na it cost a lot, so I think this time round tuko na ile machungu ya kutaka nyinyi ndio tulidraw na nyinyi mkatutoa top 4, so nyinyi tunataka kulipa deni na nyinyi, so obviously that's a straight win for Enzo Maresca. Hapa amesema that one is a very straight win for Enzo Maresca and Chelsea. And now to the next match, AFC Bournemouth will be playing against West Ham United at exactly 6 PM. What are your predictions about this match? I think hapo nitapea Bournemouth kichwa, because ukiangalia the recent form ya Bournemouth compared to West Ham, Bournemouth has been on top, so I think I'd say Bournemouth to win against West Ham. Hapo hivyo umesikia vile amesema. And then to the next match, bado ni 6 PM. Brighton itakuwa inamkaribisha mwana Brentford au ni the Bees. Unaonaje mechi? Brighton Brentford, I think ni game ngumu, because ukiangalia timu zote sahi hazieleweki, form yao they are not consistent. They perform this weekend, next weekend wanakuwa so shaky, so I think hapo nitasema kuna GG, but according to me I think Brighton, because of tukiangalia Danny Welbeck ana perform sahi, so I think I'll say Brighton and Danny Welbeck to win, but kuna GG. Hapo amesema there will be a GG, but Brighton na Welbeck kulingana na hiyo experience hapo anaona wakipata ushindi. And now to the next match, Fulham itakuwa inapatana na Sunderland. Kumbuka Sunderland imesumbua sana in the EPL. Currently wako sijui ni mechi ngapi watakuwa wanaenda unbeaten, na watakuwa wanapatana na Sunderland na Fulham. Je, Fulham wanaweza wakawa upset ama bado wataendelea their good form in the Premier League? Hiyo ni game ngumu obviously, because ukiangalia Sunderland ilikazia Arsenal last weekend, so I think watajaribu pia ku prove the point that we are here to play Premier League, so I think game ni ngumu ya GG iko, yes, but I'll support Sunderland. Hapa amesema he'll support Sunderland, but a GG will be there. And then to the next match, bado ni 6 PM. Liverpool Football Club itakuwa inamkaribisha mwana Nottingham Forest. Kumbuka Liverpool pia hawajakuwa vizuri sana, for their run haijakuwa poa sana. Waliweza kupokea kichapo mbaya sana over the weekend kutoka kwa Man City. Je, unaonaje mechi, wataweza ku bounce back into winning ways ama bado mambo yao itaendelea kuharibika? Liverpool versus Nottingham Forest. I think Liverpool watajaribu kuimprove this time round, so I'll give them a win. Though Nottingham hawako form when it was there last season, so I think hapo I'll give a straight win to Liverpool. Then GG pia inawezekana, because ukiangalia Madashvili si mtu kutegemea sana ku keep clean sheet. Tangu kuja nadhani clean sheet kama amejaribu sana ni moja, so I think GG itaingia, and but Liverpool will win this time round. Yes, hapa amesema Liverpool will be bouncing back to winning ways, but although bado tunangoja tuone, but watakuwa pale Anfield 6 PM. Now to another match, Wolverhampton Wanderers ambao currently they are bottling the table, wako kule chini number 20, watakuwa wanamkaribisha mwana Crystal Palace. Kumbuka Crystal Palace pia imekuwa team ni mbaya sana this season, although wameweza Mateta anafanya kazi safi. Unaonaje hii match? Mateta tu win hapo, hata kuna kazi mingi, because ukiangalia Wolves kidogo City imekutegemea ati kushikia mtu hapa ndio ile zile game unasikianga shika huyo alafu nitapanda juu. So hapa hakuna Wolves hizo kusaidia kushika mtu, so I think ukiangalia form ya Crystal Palace this season, I think wako motivated kucheza European competition, so I think hiyo motivation ina push so far, like wanacheza game fit. So ukiangalia the recent form na the way they've been playing, obviously you know who will win the match, the game, so I think I'll say Crystal Palace to win. Hapo umesema Crystal Palace will win that match virahisi sana. And then to the last match ambayo itapigwa saa 2:30 in the PM usiku, Newcastle itakuwa inamkaribisha mwana Manchester City. Kumbuka Manchester City ni kama it's coming back to life, kwa sababu tukiangalia mechi ya mwisho waliweza kuwin 3-0 against Liverpool, and kuna huyu player striker matata Erling Haaland anapiga magoli vibaya sana. Tuliona even recently juzi in the World Cup qualifier match aliweza kufunga bao 2. Je, hii match pia
Erling Haaland will he be on the score sheet, na Manchester City itapata ushindi, kama ni ushindi itakuwa ni ushindi wa mabao mangapi kwa hii match? Game ni ngumu. Siwezi kudanganya mwenzangu, najua it's your team, it's your favorite team, ndio maana umesema hivyo. But I think at this point ukiangalia Newcastle wakiwa home, they don't play like when they play away games. Wakiwa home wanakuanga na passion fulani ya kujituma. So I think itakuwa a bit hard for Man City considering like ile pattern yao bado ijishikana vizuri. City might win 2 goals to 1, but game itakuwa ngumu, but I think kwenda St James Park itakuwa kazi ngumu kuwin huko, so I think City will win here, but ni very very low margin, 2-1 or maybe the other way, Newcastle ishinde 2-1. Nasema hapa wanaweza kuwa upsetted. Sawa, we are still waiting to see. Hiyo mechi itapigwa saa 2:30 usiku. That one itakuwa inapigwa pale St James Park. Now tukienda to Sunday tutakuwa na mechi mbili, na mechi ya kwanza itapigwa 5 pm. Leeds United itakuwa inamkaribisha Unai Emery's Aston Villa at exactly 5 pm. Hapa tutarajie what's your prediction and kina nani utakuwa in the score sheet for example, na what's your final scoreline? I think Aston Villa wamekuwa wakiamka so far. I think wamecheza game fiti in the recent past. So I think I'll give Unai Emery a straight win comparing Leeds. Leeds wametoka relegation but hawajatuonesha like tunataka kwa Premier League. They are trying here but kidogo inakubali na kata. So to me I'll say I'll give Aston Villa a straight win. Yes. But itakuwa ni game ngumu pia because Aston Villa kidogo bado wako weak in a way. Yes, hapo amesema bado hapo watapata ushindi. And now to the biggest match of this match week 12. It will be a London derby. Arsenal ambayo kwa sasa wako kule number 1 on top of the table, watakuwa wanamkaribisha bwana Tottenham Hotspur. Hii itakuwa ni Sunday saa 1:30 usiku. Na kama vile unavyojua tuliweza kuona juzi Arsenal this game they might be lacking some of their key players. Wa kwanza ni Gabriel Magalhaes na William Saliba. Unaonaje this match for example wakikosa, will they manage to win this game? Kwa sababu unajua Spurs naye inapenda kuharibia sana Arsenal, na taking also in mind itakuwa ni a London derby. Tutarajie mechi ina gani na nani anapata ushindi kwa hii game? Kwa sababu tukiangalia pia pale mbele kwa striking pia Victor Gyökeres pia ilisemekana atakuja during end of this month. So ukiangalia hata Gyökeres akirudi sasa hivi, obviously Gyökeres hizi enda kufunga na rudi kudefend. Yes. So we talk of the defense here. Gabriel Magalhaes is not there, William Saliba won't be there. So I think itakuwa ni game ngumu because Arsenal defensively watakuwa weak. Yes. Comparing to venye tumezoea. So I think penye watasaidika tu sana ni pale midfield yao wakimakinika wakicheza game poa. I think midfield yao ikisimama vizuri. Tote kidogo Tote ni ile timu mbio songa. Yes. Tukienda. Yes. Na ukiangalia Tote I think imelemea timu kubwa so far. I think walipiga City wakafika kwa Chelsea kidogo itilafu ikatokea. So I think ni game nyingine ngumu. Ukiona venye Tote alicheza against Man U, it was it was not so good but at least walikuwa wana show like we can attack. Yes. So I think hapo kuna GG but because of Arsenal form I'll say Arsenal will win. But a GG will be there. GG ni lazima. Yes, sasa hapo itakuwa hiyo mechi itakuwa inapigwa pale Emirates Stadium at exactly 7:30 pm. Hiyo ni siku ya Jumapili, usisahau kutegea. And then now on the last match hapa itakuwa inapigwa on Monday. Nakumbuka during our last video niliweza kusema the biggest team in the whole world, hawa watu wakalipigia wakaniattack sana kule comment section. But now they say to be the biggest team in the world right now. Manchester United itakuwa inacheza saa 5 kamili, itakuwa inamkaribisha mwana Everton. Kumbuka Everton pia naye imekuwa kwa nini, tukiangalia Jack Grealish anafanya kazi safi, and also bearing in mind tuliona juzi Bruno Fernandes pale with the national team na Portugal aliweza kupiga performance nyingine hatari sana. Je, kwa hii game anaweza akafanya mambo ama ilikuwa tu ni mbwembe tu walipatana na timu ndogo kule? Unajua nyumbani kucheza home si ukichezea kwenyu si kama kucheza kwa jirani. Yes. Yeah, so I think obviously the show like ile show tuliona pale against hiyo team, I think Armenia ni katimu kadogo because yes. Tell me how Bruno Fernandes will score a hat-trick and even at the same time Joao Neves scores a hat-trick and just a player mwenye hata establish sana Renato Veiga akafunga pia. Yes. So huwezi sema uta compare Armenia national team with Everton, considering Everton defensively they are so strong na wanacheza fiti. Yes. So I think itakuwa ni game ngumu because Man U hatuwezi predict tuseme wako fully on form. Yeah, wamejaribu kujituma these two game weeks
but hatuwezi sema they are fully informed, so I think wakijituma fit they might win, but kidogo hiyo game ni tricky because Everton pia si ile timu ya kujiachilia hivyo haraka, so Everton wakifight vizuri well and good, Man U wakifight vizuri well and good, GG iko yes, but I think tu nitasupport Amorim. Sasa kidogo mafans najua pale kwa comment section wazee nitapigwa, naona director ananiangalia na ananiambia ongea mbaya tu Focus. yeah, so I think I'll say Manchester to win, but kidogo wasipokaa rada ule Iliman ndio atafanya mambo na Dewsbury Hall na pia Jack Grealish. Yes. Yeah. So that is all guys. I think that one is our match week 12 prediction ama analysis. Kumbuka tutakuwa hapa hivi on Tuesday kukuletea the Premier League Pulse, na kwa wale our new subscribers ama new viewers usahau kupiga pale subscription and also click that notification bell so that post any video YouTube watakunotify. So with that I think we have come to the end of today's episode. Until next time, it's a goodbye from us.